Haya mambo ya kutafuta mimba kwa waganga wa kienyeji. Kuna hii story. Imagine wewe ni mama ambaye umehangaika kwa muda mrefu sana kupata mtoto na mume wako anakutishia na kukuambia ataoa mke wa pili. Unaona mambo yasiyo mengi na unaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Unafunga safari na kufika huko, mganga anakuambia, "Nitakusaidia kupata mimba lakini kwa masharti. Utajifungua watoto mapacha, mmoja atakuwa mbaya kutisha na mwingine atakuwa mtoto wa kawaida sana. Huyo mbaya ni mtoto wa shetani na huyo wa kawaida ni mtoto wako. Utawalea wote kwa usawa na wakifika miaka 10, huyu mmoja mbaya atarudi kwa shetani na huyo mwingine utaendelea kuishi naye kawaida." Fanya makubaliano ya giza ili tu upate hiyo mimba. Na kweli baada ya miezi 9 unajifungua watoto mapacha. Mmoja anazaliwa mbaya sana, kila mtu anashangaa. Na mume wako akiwa hapo anasikia aibu. Anaambiwa huyu mtoto ni kilema, ni anatisha sana. Anachukua kisu na kumuua mbele ya macho yako. Unashindwa kufanya chochote, unabaki tu umekaa kitandani hauelewi. Unaona kabisa yule mtoto mbaya wa shetani anauliwa na mume wako. Lakini haumwambii ukweli, unaamua kuficha hii siri. Basi mnaanza kumlea yule mtoto mmoja aliyebaki. Anakuwa mtoto mkubwa na kwa bahati mbaya mtoto naye anakuwa ni kilema. Hawezi kuongea vizuri na akienda kucheza na wenzie huwa wanampiga. Anapofika miaka 8, mwenzie roho yake haikufa. Ilikuwa inaishi. Ilikuwa ikiishi ndani ya mwili wa mwenzie. Na huyu anavyokuwa ndivyo huyu naye anapata nguvu za kumwingilia vizuri na kumcontrol, yani kumfanya atende matendo ambayo yeye mwenyewe hajakusudia. Huyu mtoto alikuwa akiteswa sana na babake kwa sababu ya ulemavu wake. Alikuwa akimfungia kwenye zizi la ng'ombe na kumsulubisha. Alikuwa hataki aonekane mbele za macho ya watu kwa sababu ya ukilema wake. Huyu mwenzie siku ya siku akamtokea. Akamwambia, "Mdogo wangu, unateseka sana. Mimi niliuliwa na huyu baba. Na watu wote wanaokutesa wewe, mimi nitakuja niwaangamize." Na kweli, huyu mtoto akawa anamuingilia mwenzie. Kimwingilia ikawa ni kazi ya kwenda kufanya kisasi. Akaua watoto wote wa hicho kijiji. Mwisho wa siku vita ikawa kubwa zaidi. Pale ambapo huyu mama atakuja kugundua kwamba roho ya shetani inaishi ndani ya mtoto wake na maisha yao yote yako hatarini. Hizi ni zile movie ambazo zikiisha zinakwambia based on a true story. Jamani. Naongelea hii movie hapo juu inaitwa Sumala, iko Netflix na ni nzuri sana. Nasemekana mpaka leo hiyo roho inaishi kwenye hicho kijiji.